Na mtazamaji, basi karibu tena katika matangazo yetu maalum mada ya siku, tukizungumzia mtaala wa CBC. Na kama ndo mwanzo unajiunga nasi, basi upo nami Busara Naman Clement Muli anatupatia taarifa hizi katika meza ya lugha ya ishara. Na ndani ya studio, basi awali nilikuwa nimesema Peter, samani sana, jina lake ni Daktari Paul Wanjohi, na vile vile ni mkurugenzi wa shule ya SHAP. Na vile vile katikati nipo na mgeni mwingine ambaye ni Joseph Kamau, ambaye ni mwalimu mkuu mstaafu wa shule ya msingi ya Mwiki. Na vile vile kando kabisa mwisho nipo na Rispa Mburu ambaye ni mzazi. Kando na hayo, anafanya shughuli nyingi ambazo zinahusiana na kutembea na kuzuru shule tofauti. Amenieleza kwamba amezuru zaidi ya shule 400. Basi atakuwa anatujuza mengi zaidi anachokifanya katika shule hizo, lakini kwanza ningependa kuwashukuru sana nyote kwa kutenga muda wenu na kujiunga nasi katika runinga K24 na vile vile kufanikisha matangazo haya maalum. Na moja kwa moja basi tuanze kuzungumzia swala zima la utekelezwaji wa mtaala wa CBC. Na mwalimu, tukianza hapa na wewe, mkurugenzi wa shule ya SHAP, Daktari Paul Wanjohi, umesikiliza wazazi kutoka kaunti tofauti ambao wamezungumza kwanza tulipoanza kipindi, na wengi wanazungumzia swala zima la gharama ya CBC. Wanalalamika kwamba wengine wanasema mambo alete kuku, wengine wanunue kitambaa na sindano ndio washone. Kwa hivyo kwa maoni yako, unahisi kwamba hii gharama ya CBC inaumiza wazazi, hasa wakati huu ambapo uchumi umepanda na vile vile bidhaa nyingi zimepanda bei? Asante sana Bibi Sara, na niseme ni asanti hata kwa huu mwaliko katika hii station yetu ya K24. Na tena unipe ruhusa kwanza ni pashe salamu walimu ambao wamejiandikisha katika shule ya Thogoto TTC, hasa mmoja wao ambaye anaitwa Teacher Juliet. Naona amenitumia ujumbe hapa. Na inaonyesha kwamba wao wako na passion kusikiza mambo ya elimu. Wazazi wengi wameteta leo, nimewasikiza kwa kina, na niseme ya kwamba yote yale naweza nikasema yametokea kwa sababu tulianza kutekeleza mtaala huu kwa njia isiyofaa. Naam. Kuna kitu CBC KICD walikuwa wameandaa na kile kinaitwa Parental Empowerment and Engagement. Na kwa sababu wazazi hawajafunzwa, wao hawaelewi, na walimu hawaelewi, na wanafunzi hawaelewi. Kwa hivyo hapo ndipo mvua ilianza kutumwagikia. Na sasa ndio unaona sasa kila mtu anateta. Lakini niseme na niambie wananchi wetu, wazazi, walimu na wanafunzi, mtaala wa CBC hauna gharama, kwa sababu idara ya elimu na tutasikia kutoka kwa mwalimu mkuu aliyekuwa pale Mwiki, inaongoza au inaelekeza walimu watumie vifaa vinavyopatikana kwa urahisi masehemu ambazo ile shule iko. Naam, na pengine nikija kwako mwalimu pale, Joseph Kamau alivyosema hapa, tulianza kwa njia isiyofaa ule utekelezwaji wa CBC. Kwa maoni yao, unaona kwamba kuna baadhi ya Wakenya ambao walizungumza, walisema kwamba tuliharakisha sana. Ulipozinduliwa mwaka 2017, mambo yalienda haraka, utekelezwaji ukaanza mwaka 2019, na watu wanapendekeza kwamba tungechukua muda tuweze kuelewa mtaala wa CBC, tuweze kuweka vile vifaa kama ni vitu ambavyo vinahitajika katika shule. Kwa hivyo kwa maoni yako, unaona kwamba je, tuliweka mkokoteni mbele ya farasi, kizungu anasema cart before the horse? Niambie maoni yako. Asante. Ningetaka kusema kwamba mtaala huu wa CBC nikiweza kulinganisha, mimi nimewahi kufunza katika mitaala yote miwili. Naam. Ule wa 844 na wa CBC. Maoni yangu ni kwamba tulipoanza mtaala wa CBC hatukuweza kufanyia utafiti vilivyo jinsi tulivyofanya mtaala wa 844. Kwa hivyo nakuta kwamba kwa kweli mambo yaliharakishwa pasipo na uandalizi mwafaka wa walimu, pasipo na vifaa vinavyohitajika kufunza watoto. Na haswa sasa tulipofika, kwa mfano huu mtaala ukiangalia vizuri kutoka ulipoanza mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, shida nyingi zimeanza kuingia sana tulipofika darasa la 7. Naam. Grade ya 7 na grade ya 8. Hapo ndio tatizo limetokea sana. Kwa sababu kule mbeleni tulikuwa pia tunaufananisha na tunaulinganisha na ule mtaala wa 844. Na kwa kweli ni kwamba hakuna mapya sana ambayo yamekuja katika mtaala huu wa CBC.
isipokuwa tu ni changamoto ambazo labda za hapa na pale kuhusiana na uandalizi, vifaa, na kabisa kusema kwamba tuna kitu kinakosa, ule ubunifu, tunakosa ubunifu wa walimu. Kwa sababu hapa nimeshtuka kusikia watoto wanaitishwa kuku, na sijui kama ni kweli kabisa ama ni watu labda wanatia chumvi kidogo kwamba wazazi wanaitishwa kuku. Kwa sababu mimi ni mwalimu kwa miaka mingi, na ninaamini kwamba mwalimu anapotayarisha somo lake lazima kile kiwango cha ubunifu kiwe cha juu sana, ili lile analotaka wanafunzi wake wafanye lisije likawa litawadhuru wazazi pia na watoto katika hali zote zile. Kwa hivyo pia tunahitaji huo ubunifu uwe ni wa hali ya juu. Hayo maandalizi pia yafanyike, kwa sababu kwanza walimu walipokuja wale kutoka shule za sekondari, walipoteremshwa na kuja kufunza shule za msingi, hapo kulikuwa na changamoto kubwa sana. Naam. Na hilo labda tutazungumzia baadaye, lakini kwa sasa ningetaka kusema tu ni kwamba mambo na uandalizi, mambo na vifaa, mambo na kukosa ubunifu kwa upande wa walimu, hayo bado yanatupatia changamoto mpaka wa saizi. Naam, na pengine kwako Rispa, wewe umeitishwa kitu kipi kama mzazi ambacho kilikutamausha zaidi? Maana wengine wamesema kuku, wengine mayai. Je, wewe kama mzazi, mwalimu alikwambia ulete nini? Ni kweli kama vile mwalimu aliyekuwa mwalimu mkuu wa Mwiki. Hata kuku utakuta imeitishwa. Na sana sana ukiangalia zile shule ambazo ziko mjini, wanateseka zaidi kuliko wale wako kule kwa maushago huko. Wanateseka zaidi. Mbona? Kama watataka kulima, hakuna mahali pa kulima. Nyumbani kunao mahali pa kulima. Kwa hivyo inahitajika mwalimu akuwe mbunifu kama vile mwenzangu hapa amesema. La pili, unakuta mtoto wa mjini, na mie kama mzazi wa mjini, huna hiyo wakati, na sasa lazima ujaribu kutenga, utake usitake. So saa zingine CBC inasaidia kwa njia moja ama ingine, kwa sababu mzazi anajaribu sana kutenga wakati. Ndiyo maana kwa sababu pale kuna kitabu ambacho anafaa kujaza, je, umefanya nini na mtoto? Kwa sababu mwalimu kuna mahali ametuma mtoto, nenda fanya hii na mama, nenda fanya hii na baba. Ama pia utakuta saa zingine ameambiwa amchore. Je, anamuonanga wakati gani na gani? Chora yeye. Kwa hivyo CBC saa zingine inasaidia, lakini kwa gharama ni kweli iko juu. Iko juu tena sana. Mimi niliambiwa mpeleke pesa, maana wanataka kutofautisha zile pesa. Zingine zimechorwa simba, zingine zimechorwa giraffe. Nikachanganyikiwa, lakini tukapeleka pesa. Lakini masomo lazima endelee. Na pengine nikibaki kwako Rispa, kuna wazazi ambao walizungumza huko Nyeri wakasema mtaala CBC hawajauelewa. Na pia tumeona baadhi ya wazazi ambao wamezungumza kutoka kaunti tofauti wakisema umekuwa hapa kuanzia mwaka 2017, ulianza kutekelezwa mwaka 2019, na miaka kadhaa baadaye bado hawajauelewa vizuri. Wanaona kwamba serikali kuchukua muda wake kuhamasisha zaidi. Je, kwa maoni yako unahisi kwamba ni hivyo kama mzazi? Ni kweli hapo walikosea, na pia walikosea walimu pia. Na kama vile mwenzangu amesema, wametolewa katika shule za sekondari, wamepelekwa kwa msingi. Je, haiwezi ambatana. Unasikia kama ni demotion. Unasikia kama nimeshinda kusema demotiwa. Utasikia umeshushwa, umepelekwa kiwango kingine cha chini. Namba la pili, hajaweza kupata wakati wa kucheza na watoto. Sidhani kama amezoea. Anaona amezoea watu wakubwa. Kwa hivyo wanasikia kama amefinyiliwa kwa njia moja ama lingine. Naam, na pengine nikija kwako Daktari Paul Wanjohi, ukiwa mkuu wa shule ya SHAP, pengine unahisi kwamba CBC iko na usawa? Manake kama alivyosema pale mwalimu, si mwalimu, mzazi Rispa amesema watoto wa mjini wanateseka zaidi kuliko vijijini. Kuna baadhi ya wazazi wanasema wa vijijini wanateseka zaidi, manake hawana laboratories, hawana lab technician, hawana walimu, madarasa hawana computer, stima hamna. Kwa hivyo unahisi kwamba CBC iko na usawa, wanafunzi wanapata mafunzo kwa hali ya usawa? Asante sana Bibi Sara. Na niseme ya kwamba maoni ya wenzangu ni maoni dhabiti,
lakini niseme kitu kimoja. Naam. Katika nchi yetu kuna kile kitu asema mtazamo chanya hauko. Watu wamekuwa na negative attitude ya kila kitu. Sijui ni kwa nini siku ya leo ukiangalia kila sehemu, uende kwa idara ipi, watu wengi wanaongea mambo negative kuhusu hata mambo ya kesho ya watoto wetu. Na kama wenzangu walivyosema, kwa ukweli hakuna usawa. Kwa mfano, mimi ni msimamizi wa shule ya kibinafsi. Hii inaitwa Sharp Education Center pale Kayole. Na kule tuko na laboratory, kuna vyumba vya music na kadhalika, lakini mashule jirani au shule jirani za public unapata wanafunzi pale ni wengi, mwalimu mmoja anahudumia wanafunzi 100 na unapata darasa mwanafunzi wa mwisho wa kwanza amefika hapa mpaka mwisho na mwalimu ako hapa anajifinyilia. Sasa ukipata sasa wale wanafunzi ambao wamepitia katika shule za kibinafsi wamepata mafunzo ambayo yamepitia kwa vyombo ambavyo vinahitajika, lakini watoto wale ambao wako katika shule za umma na hawa ni watoto wetu, kwa sababu hakuna mtoto ambaye ni wa maana kuliko yule mwingine, wote ni watoto wetu. Unapata tunapokuwa tumefika maybe learning area fulani, tuseme hapa katika shule ya umma, pengine shule ya kibinafsi wako pale na hawa watoto maisha ni yale yale. Inamaanisha nini? Ule usawa ambao tunataka elimu ilete katika jamii yetu haumo kwa hii CBC. Na niseme jambo moja, tulipoanza na hatukuwa na walimu wa kutosha, serikali haikufikiria yale. Na niseme kulikuwa na waziri Ambassador Amina Mohamed. Ni rafiki yangu sana. Naam. Lakini simtetei kwa ajili ya yale, lakini alisimama na akasema pale mwanzo, hebu na tuupe huu mtaala muda mwingine wa miaka 3 kabla ya kutekeleza, ili tuone uzuri wake na nini tunaweza rekebisha. Kilifanyikaje kwa Amina? Amina alifurushwa akapelekwa kwa michezo. Hii inamaanishaje? Aliambiwa hapa umeleta mchezo, enda ukacheza uwanjani. Sasa Amina ambaye alikuwa ako serious katika mambo ya kuboresha elimu yetu akawekwa kule nje. Na niseme hivi kwa heshima ya idara ya elimu, wengine wengi ambao wamepitia au wako katika hii idara, na sisemi hivi kuwa challenge, huu ni ukweli. Hawako serious kwa sababu wengine wao hata hawajui mambo ya CBC. Tunaposema ya kwamba kuna changamoto nyingi, wengine hata hawaelewi. Hebu angalia, tumeambiwa kwamba darasa za grade ya 9 zinatengenezwa, mara kuna mvurutano, wanafunzi ambao wataenda grade ya 9 pengine wataenda katika shule ambazo siko za senior secondary. Kuna mvurutano, hakuna ueleweko. Na kwa sababu sasa serikali imekimya tu hivi, tutakuwa kama yule mtu anayengojea risala 11 kabla ya kazi kuisha au siku kutamatika, mambo yampate pale. Naam. Na umesema ukweli, maana kuna wakati wa Waziri Magoha madarasa yalijengwa katika shule za upili na hivi sasa watoto wanasoma katika shule za msingi. Kwa hivyo haya madarasa yameenda west, ama itakuwaje? Ni lazima tuamue mara moja kama wadau wa elimu, ama serikali iamue, je, watoto wa grade hiyo ya 9 wataingia secondary school ama wataingia primary school? Na niseme hivi kabla kumpea mwenzangu nafasi, kuna ule utata hata katika shule ambazo siko especially sa umma. Kuna wanafunzi ambao walikuwa wameambiwa kwamba mwaka ujao grade ya 9 mtaenda katika junior, mtaenda katika senior secondary. Na niseme kama hatuna madarasa, hatuna mikakati, hatujui hata kama transition hiyo itakuwaje. Na niseme hivi, na najua hii ni mada ambayo hata wenzangu watashagia sana. Hatujatayarisha, hatuna walimu wa kutosha. Hatuna vifaa vya kutosha, hatuna vitabu na kadhalika. Sasa hata tunapoenda darasa la 9, wanafunzi wetu watasomea wapi? Tuambiwa kwamba madarasa yanazidi kujengwa. Ni vema tu. Tumeambiwa na tumeahidiwa. Lakini tunajua ya kwamba serikali yetu imetuahidi mambo mengi. Kuahidi na kutenga, lakini hakuna kutenda. Utekelezaji ndio changamoto. Yes. Na mwalimu Joseph Kamau amesema kwamba kuna msongamano wa wanafunzi, mwalimu ni mmoja katika madarasa kama alivyotueleza. Anasema kwamba yani kumejazana kiasi cha kuwa wanafunzi wapate ile fursa ya kusoma vile inavyohitajika. Maana CBC ni kuhusiana na ujuzi, na ingekuwa bora zaidi walimu wangekuwa wengi kidogo ambao wanaweza kushughulikia wanafunzi ambao inaonekana idadi inaongezeka kila uchao. Hisia zako ni zipi? Maana walimu bado wanalalamika kwamba hawajaajiriwa vya kutosha,
serikali nayo inaahidi kama alivyosema kila uchao, lakini ikifika wakati wa kutenda ndio changamoto, itakuwaje? Kuhusiana na jambo la walimu, hili ni jambo la ukweli kabisa. Idadi ya walimu na watoto hayowani kabisa. Mimi nimetokea shule ambayo nilikuwa na wanafunzi wengi sana. Unakuta darasa moja liko na wanafunzi 130. Na bila shaka hapa utakuta kwamba serikali ina changamoto kwamba lazima itafute namna ya kuajiri walimu wengi zaidi na pia madarasa, ili tuweze kuliangalia tatizo hili katika hali ya undani kabisa. Tena tunalo pia tatizo lingine la maamuzi. Maamuzi unakuta kwamba mambo hayaamuliwi wakati unaofaa. Unakuta kwamba watu wanawekwa sana, hawajaelezwa hili ndio mtakalofanya, hili hamtalifanya. Mambo na maamuzi hapo huwa pia kuna shida. Halafu pia kuna shida nyingine pia katika mtaala huu ambayo pia nami nimeiona kuhusiana na vitabu. Mimi nilisoma ule mtaala wa kwanza, ule wa 7, 4, 2 na alafu naenda chuo kikuu. Na mtaala huu karibu pia unafanana na wa 844 kuhusiana na vitabu. Unakuta kwamba muhula huu kuna vitabu hivi vinatumika. Muhula huu mwingine kuna vitabu hivi vinatumika. Sasa mpaka mnachanganyikiwa, je, tutumie vitabu vipi? Nakumbuka mimi nilipokuwa nikisoma kutoka darasa la 4 hadi darasa la 7 nilisoma kitabu kimoja tu cha Kiingereza. Kilikuwa kinaitwa Safari Book. Mwenzangu lazima anakumbuka hayo, labda huyu kidogo kule tulitumia kitabu kimoja tu cha Safari Book kwa Kiingereza, na hesabu tulitumia kitabu kilikuwa kinaitwa Highway Mathematics, Historia, Simple History of East Africa, Science, Primary Level Science, Geography, Old Lands na New Lands. Lakini sasa ukija katika mtaala huu wetu unakuta kuna kitabu hiki, kuna hiki mpaka wazazi wanachanganyikiwa. Ninaendesha shule ya kibinafsi sasa. Na unakuta kwamba ninapopata mtoto kutoka shule hii anakuja kujiunga na shule ambayo nipo, unakuta kwamba vitabu ambavyo walikuwa wanasoma shule ile sio hivyo ambavyo vinasomwa shule hii. Sasa ingekuwa jambo la busara kama serikali yetu ingesimama tu wima na iseme kama ni kitabu cha hesabu tutatumia kitabu hiki. Hatukatai watu wa ubunifu kwa waandishi wa vitabu waweze kuendeleza talanta zao, hatukatai. Lakini tukija katika mtaala wetu wa masomo tuwe tunajua kwamba kama ni hesabu tunasoma kitabu hiki, Kiingereza tunasoma kitabu hiki na mambo kama hayo. Naam. Haya, halafu kuna jambo lingine ambalo pia limeleta tatizo, na hili sijui kama watu wananielewa vizuri. Mwenzangu atakubaliana na mimi. Ni kwamba ukiingia haswa katika shule za umma, na hili nasema nikiwa ninaelewa kabisa. Naam. Ni kwamba si walimu wengi wakuu wa umma wanaelewa huu mtaala. Hawaelewi. Head teachers hauelewi vizuri. Manake hata siku zile za mafunzo huwa walimu wale hawahusishwi sana. Unakuta labda katika kama kuna siku ya kupewa mafunzo wanakuja siku moja, walimu wanapewa siku nyingine 2, 3 hivi, lakini walimu wakuu. Sasa swali langu ni hili, kama huelewi mtaala huu utaelekezaje mwalimu ambaye labda atakuwa akifanya makosa darasani, utamwelekezaje? Hilo ni tatizo lingine ambalo pia tunafaa kuliangaliwa vile tulivyo. Wenzangu wamesema kuhusu mitazamo chanya. Unajua bado watu wanalinganisha tu. Bado tunalinganisha tu, kule tuko 844 na CBC. Bado wanalinganisha. Na kawaida ya mwanadamu ni kwamba mwanadamu hapendi mabadiliko. Sasa itabidi sisi wote tuweze tuseme ile tunaita katika lugha ya Kiingereza panel beating, pole mpaka tukawa tumefika pale tuweze kuendeleza huu mfumo vizuri. Lakini tukiweza kuingiza kama tunataka kuingiza kwa nguvu, na watu wana mitazamo yao, wana zile kuna vile mtu anataka kuelewa, kuna lile mwanadamu huwa anataka liwe hilo anataka. Si jambo rahisi.
Kwa hivyo serikali ina kazi ngumu pia ya kuleta mambo haya pole taratibu, kwa sababu ni kosa lililofanyika pale mwanzoni. Hata wenzangu wamesema ni kwamba tuliingia katika kidimbwi ambacho hatukujua kina chake. Naam, kweli mtupu. Asante sana mwalimu. Na pengine Rispa, tukifuatilia ambacho mwalimu amesema hapo, swala la vitabu. Maana hata pia mimi nilihamisha mtoto wangu shule moja hadi nyingine, na vitabu vyote nilivyokuwa navyo nikaambiwa rudi katika duka la vitabu utafute kitabu hiki na kwa sababu shule hii tunatumia hii. Yes. Pengine hisia zao kama mzazi ni zipi kuhusiana na mkanganyiko wa vitabu? Unapendekeza alichosema kifanyike, alafu pia uzungumzie swala zima pia la walimu. Amesema walimu wakuu hawahusishwi katika haya mafunzo ya CBC. Je, wazazi ipo haja yao pia na kuhusishwa? Maana ni ukweli kwamba wengi wanasema hatukuhusishwa, sisi tumefaa kushtukia mtaala upo na tunaambiwa leteni hii. Ipo haja ya wazazi kuhusishwa zaidi katika mtaala huu wa elimu? Asante. Ya kwanza, je, kama head teacher haelewi, kama mwalimu haelewi, mzazi je? Ataelewa. Sasa. Zito sana. Mm. Piga picha mzazi kule nyumbani, achana hata na mjini. Mjini kidogo anaweza kuona kama anaona mambo fulani ya CBC. No. Lakini angalia nyumbani, hakuna stima, hana TV, hajui ni nini inaelezwa kuhusu CBC. Na hana smartphone. Tufike hapo pia. Kwa hivyo ajitayarishe asubuhi na mapema aende shuleni kwenda kuona mwalimu mkuu ndiye aweze kuelezewa. Mwalimu, nataka kuelewa CBC ni nini? Sijui. Mwalimu ndio afunike aibu, anajaribu kuchanganya mzazi kwa njia moja na nyingine. No. Kwa hivyo mimi kwanza, serikali imekosea kwa njia kubwa sana. Hatuwezi kutoka kwa hili somo kwa hili lingine. Mimi huzunguka kwa mashule na utakuta wengi walijenga hayo madarasa ambayo unasema, na yalijengwa alafu wakabaki pia bila watoto. Kwa nini? Wengi wamebaki huku kwa msingi. Hapo kwa msingi kumejaa kama Mweki. Mimi najua vizuri sana Mweki imejaa, lakini siku hizi kale si kama saa hii, imebadilika kwa njia moja ama nyingine. Lakini shamba pia kama haikuweza kuweka hiyo population, na saa hii je, kukoaje? Wacha nikwambie kitu moja, serikali imekosea na haifanyi tendo. Rais wetu pia amekosea kwa njia moja ama lile lingine. Wacha tuanze tu kuimba, ni tufanye kitendo. Si kusema tu na hakuna matendo, kwa sababu mzazi anateseka na hakuna kitu kingine ambacho mtoto anaweza pewa na mzazi, ni masomo tu peke yake. Hakuna kitu kingine. Na sasa unakuta hata hao watoto wanaerevuka zaidi, wanajaribu kueleza tuliambiwa tufanye. Sasa kupeleka kuku akachinje, kwa mfano mimi sijui kuchinja kuku, kwa hivyo mtoto atajua kuchinja kuku kuniliko, unaona? Inasaidia, lakini hiyo kuku je, itatoka wapi? Kuitishwa pesa noti? Kuna wengine hawana hizo noti, tafadhali. Yaani CBC iko kwa mambo ya hali ya juu sana na hatujaweza kujifikia hapo. Ni kama kuambia ujikule mahali nawezi kujifikia. Hapo ndipo tuko. Serikali inafaa kuingililia kati na kwa njia ambayo inafaa. Naam. Na inatesa walimu. Kuunga kweli inatesa walimu. Angalia walimu wengine ambao hawajaretire, wako tu huko tu, ambao walitufunza, ambao walifunza mama yangu. Utakuta wengine sasa wameenda shule nyingine, unaona? Lakini hawajui CBC ni nini. Hataki kurukaruka na mtoto, hataki kujenga kitu na mtoto. Wangefanya nini? Wangeita walimu semina, wawafunze, ndio sasa tena wafanya mkutano ya wazazi, wawaite waweze kuelezea. Si kuita wazazi na ile kitu ambao unawaelezea ni kujenga darasa. Wameanguka mtihani. Rispo unanifurahisha. Unasema mwalimu hataki kurukaruka na mtoto. Sasa hapo na stress, mishale imechelewa, alitolewa ndio hiyo. Alitolewa sekondari akaletwa kwa msingi. Je, atacheza na mtoto? Atachezaje na mtoto? Naam. Ni kweli? Mwalimu ameingililia kati, anasema ni kweli. Hawezi. Haya basi, Daktari Wanjohi, pengine kwa maoni yako, Rispa amezungumzia swala zima la wanafunzi katika shule za msingi sasa za umma wamejaa pomoni. Na unajua sasa hivi tunaelekea grade ya 9, watakuwa wanaingia katika shule za msingi, na kama ni wengi kiasi hicho, shule zetu za upili zitakuwa ziko tayari kabisa kuwapokea? Nafasi zitakuwa madarasa, yani itakuwaje? Yani hata mimi nimechanganyikiwa iwapo watapelekwa sekondari. Sijui kama watasalia katika shule za msingi, hata nimechanganyikiwa pia mimi. Asante sana Bibi Sara, na la kwanza niweze kukosoa wazazi wetu
kwa sababu wengi wao wamekuwa wakiongea kuhusu vifaa vinavyoitishwa shuleni. Niseme wakiungana na walimu, nao walimu wakubaliane wawe na nia sawa, basi ile gharama itashuka kabisa. Juzi nimetembea katika kituo cha CBC Graffiti Center pale Eastern Bypass na nikapata ya kwamba vifaa ambavyo vinatumika na mwalimu ambaye ako gredi ya 3, vifaa vile vile utapata vikitumika na wale wanafunzi ambao wako katika gredi ya 8. Inamaanishaje? Ni lazima walimu wafanye kazi kwa umoja. Wakifanya kazi kwa umoja, vifaa ambavyo pengine shule imeprovide au wazazi wamenunua sitatumika kwa gredi 1, gredi ya 2 mpaka gredi ya 3 au mpaka mwisho. Na hata kama kifaa chaweza kikaharibika, pia kina umuhimu wake, kwa sababu ni lazima watoto wajue hiki kitu kikiharibika kinakaagaje. Kwa mfano mhogo. Wanafunzi katika gredi ya 3 wanaposoma kuhusu aina mbalimbali ya vyakula, pengine wanaleta mihogo, wanaleta viazi na kadhalika. Sasa badala ya kupika mihogo na viazi, vile vifaa vinatumika katika gredi ya 4, kwa sababu ile topic gari iko pale, inaenda mpaka gredi ya 8. Na niseme tukikubaliana na tufanye kazi kwa umoja katika shule zetu, hiyo gharama ya CBC itakuja kuisha au kwenda chini. Halafu niseme tukiwa na nia sawa kama wazazi, tukose kabisa kuongea mambo negative kuhusu CBC. Nakumbuka mwaka uliopita tulipokuwa na mjadala kuu au mada kuu katika station nyingine ya hapa kwetu, na mzazi kutoka Kibera akasema hii mambo ya kuitishwa kuku, unapata kila mtu, hata akasema ati ndio walimu wa CBC unaona ni wanono. Na hiyo ni kutia chumvi kabisa. Hakuna walimu ambao wanajitolea kama wanakula hiyo kuku. Unajua, kwa sababu kwa mfano hata hizi shule za public, na nina furaha kwa sababu Bwana Kamau yuko hapa, wazazi wasipotia chumvi watakuja kupata ya kwamba wanafunzi wanapoitishwa tuseme kitu fulani, kama pengine wameuganisha pesa ili wanunue vifaa vya kupikia, sababu pengine ya home science, hiyo lunch ni ya kila mtu kwa shule, sio ya walimu pekee, hata wanafunzi wataikula. Lakini tuende kwa swali lako. Ukauliza sasa, jua la zidi kutua na mwaka wa gredi ya 8 umetamatika, tunaenda gredi la 9. Kabla ya kujiuliza pahali hao watoto watakapoenda, ni vyema tujiulize wako tayari kwenda gredi ya 6. Na nilifurahi sana kwa mjadala ulikuwa katika bunge jana, na ukawekwa uwazi kwa waziri wetu. MPs wakauliza, je, wanafunzi wetu wametayarishwa vya kutosha kwenda gredi ya 9? Na niseme walikuwa na pointi nzuri na ya maana, kwa sababu wanafunzi walio katika shule za public, tuseme ukweli na ukweli hautabadilika. Wale wanafunzi wamepewa raw deal, hawajafunzwa. Na hata mimi kama niko katika shule ya kibinafsi na feel na unasikia vibaya, kwa sababu wale wanafunzi watakuwa mzigo kwako na kwangu, sababu ni watoto wetu. Na tunapoenda sasa katika yale matayarisho, kama hakuna vifaa katika gredi ya 7, hakuna vifaa katika gredi ya 8, je, na sasa tunaenda katika mzigo mwingine wa gredi ya 9, wanafunzi watachikiliwaje? Hebu tuangalie hivi, tuone kama hakuna walimu wa kutosha gredi ya 7, hawakuwa wa kutosha gredi ya 8, na hatujaajiri wengine, ni walimu gani watakaofunza gredi ya 9? Tulikuwa na wazo moja, hao wanafunzi kama serikali ingejitayarisha vema, wagerushwa waende katika shule za senior secondary, waende grade ya 9 pale, kwa sababu kuna vifaa vinavyohitajika, kuna walimu, na kama hawajafunzwa mambo ya kufunza mtaala wa CBC, kuwafanyia retouring itakuwa ni sawa. Tulisikia pale Kajiado kuna mwalimu, na huyo mwalimu alinifurahisha sana, na nikitembea Kajiado lazima nimtafute. Akasema kwamba wao walifanyiwa retouring for 2 weeks. Na niseme kama mimi, na sijipigi kifua, nimefanya research kabisa, kila mara nafanya research ya CBC. Ukiniuliza mambo yote ya CBC mengi na yafahamu. Kwa nini? Kwa sababu niliona tusipojifunza hakuna mwingine ambaye atatupea maarifa. Kwa hivyo wale walimu wa senior secondary wakipewa mafunzo katika huu muda wa likizo ndefu ya Disemba, wangewapokea wale wanafunzi vizuri. Pale kuna darasa, kuna laboratory, kuna kila kitu. Sasa hawa wanafunzi tukiwaweka katika shule ambazo siko za umma, niseme
hawatakuwa wamepata the right yao ile ya masomo, watazidi kusumbuka na mwisho hawatakuwa tayari hata kufika katika grade ya 10. Niseme la mwisho hapa na ni la muhimu zaidi. Kuna kitu ambacho tunaita assessment. Ili kila mtoto ajue ni pathway gani ambayo ataichukua atakapoenda grade ya 10. Wengi wao ukiwauliza au uliza wasasi, unasikia msasi anasema nataka mtoto wangu awe daktari. Mwingine nataka mwalimu wangu mtoto wangu awe mwalimu. Na ukienda katika sasa ile mambo ya assessment, huyu mtoto ambaye anataka kuwa daktari, zile competencies za udaktari hajaboreka. Na kwa hivyo hatujaelewa kwa uwazi au vizuri mambo ya assessment. Na ningefurahia kama mwenzetu kutoka Kenya National Examination Council angefika hapa, kwa sababu pale kuko na tatizo, na tukinyamazia mwisho litakuja kuleta mambo mengine. Na kwa sababu zisizoepukika aliomba msamaha kwamba hangeweza kufika. Lakini tukimalizia, maana naona muda wangu tayari unayoyoma, niko na dakika za kuhesabu kabla tufunge. Pengine nikija kwako mwalimu, pengine kwa maoni yako unahisi kwamba serikali inachangia vipi huu mchanganyiko ambao tunaoshuhudia hivi sasa katika utekelezaji wa CBC? Manake kwa upande mmoja au mwingine pengine haisaidii kulainisha mambo kulingana na wazazi wengine. Okay, ningesema kwamba unajua katika kila mtaala unapoanzishwa kunazo zile hatua ambazo huwa zinafuatwa, na labda ningetoa ushauri kwamba zile hatua waweze kurudi hapo nyuma kidogo, waweze kuona labda walikosea wapi. Naam. Halafu yale mambo ambayo kabisa yanasumbua wazazi, mwenzangu amesema kuhusu assessment. Kuna hizi njia 4 za kupeana alama. Naam. Hizi below expectation, meeting expectations, approaching expectations, sijui na exceeding expectations. Sasa hatujui manake hata mtihani wa darasa la 6 grade ya 6 ulipopeanwa, na labda ukiangalia kile cheti kinapotoka huwezi kujua unaweza kuwa labda katika area fulani umepewa ME maana sijui meeting expectation, na mwingine amepewa meeting expectation pia, lakini hujui kati ya meeting expectation meeting of expectation ilikuwa ni kutoka alama gani hadi alama gani. Na unaona pale mwisho wa mtihani huo darasa la grade ya 6 wengine wetu tulitarajia labda ingekuwa ni yale maswali tulikuwa tunajibu hapo mbeleni, tunaita katika lugha ya Kiingereza structured questions. Lakini mtihani ulipokuja tukaona bado ni ile tu ile ya kuchagua ABCD. Kwa hivyo unasikia walimu wakisema tulifikiri ni tulitaka kutakuwa na mabadiliko, lakini mambo ni yale yale. Mambo ni yale yale. Kwa hivyo inafaa serikali iweze kutilia maanani tutawezaje kuona mabadiliko hasa katika hali ya kutahini wanafunzi wetu. Wanatahiniwa namna gani? Sasa tutaamuaje, tutajuaje atakayeenda shule ya Alliance? Tutajuaje yule ataenda hiyo shule iko hapo nyumbani, ya kwenda nyumbani na kurudi nyumbani, unaona? Naam. Sasa inafaa mambo hayo ya mtihani pia wazazi yaweze kuwekwa wazi ili wazazi waweze kuelewa, ili mzazi anapoangalia kazi ya mtoto wake ikifika nyumbani, je, unafanyaje? Matarajio yangu kama mzazi ni yapi? Wewe na wewe, kwa sababu unasikia mwenzangu amesema ati kuna mmoja anasema mzazi anasema ningetaka mwalimu wangu mtoto wangu awe mhandisi ama daktari. Lakini zile alama za kuwa na mhandisi ama daktari unazijuaje? Kwa 844 tulikuwa tunajua mtoto akipata unajua huyo ni mhandisi, huyo ni daktari, huyo ni mwalimu, huyo ni mwakilimu. Lakini katika mtaala huu bado tunaomba serikali basi iweze kuweza kuweka wazi kitambo, na nilisikia nikisema decision making as early as possible, ili wazazi wetu waweze kujua, kwa sababu kuna wale wazazi ambao wako na haja sana na watoto wao. Ningetaka mtoto wangu akawe hivi, ningetaka mtoto wangu akawe hivi. Sasa katika zile shughuli za kujitayarisha mapema na kushikana na mwalimu naye anajua mzazi huyu anataka hili, mtoto naye pia anataka hili, anahamasishwa kwamba wewe kulingana na uwezo wako uko hapa, wewe kulingana na uwezo wako uko hapa, na tunahamasisha kitambo kabisa. Sasa tumeenda grade ya 6, tumeenda grade ya 7, tumeenda ya 8 sasa inaisha, ya 9 yaingia, na ule mpangilio bado
haujabadilika wala haujatolewa. Hatujajua kabisa tuelekea wapi. Na asante sana mwalimu. Na pengine tukifunga, maana nimeambiwa dakika ni moja, nipate neno lako la mwisho Rispa Mburu. Unaona kwamba lipi libadilike? CBC ni mtaala ambao unamwangalia mwanafunzi mmoja mmoja, lakini wazazi wanafaa kuwa na ufahamu. Wanafunzi pia wanafaa kuwa na kuelewa zaidi kuhusu CBC, kwa sababu tu waliingia tu. Walimu pia wanafaa kusaidika, na pia wanafaa kusaidiwa na serikali, na vile vifaa ambavyo hawana waache kuteta kila wakati hawana. Ni serikali ya mke na ifanye jambo. Matendo ndio muhimu sahihi kwa hii Kenya yetu. Tukiangalia Uchina, tunaona wanatengenezangia mambo mingi sana, wanakuja kukutengenezea. Kwa hivyo tunaelewa wale watoto wetu wakaelewa CBC vizuri, hawataileta watu wengine kutoka dunia lingine. CBC itasaidia kwa njia moja ama nyingine. Lakini pia singesahau kusema hivi ya kwamba mimi uzingatia sana watoto wa kike kwa sababu ya sanitary pads heavy. Kwa hivyo pia hii uangalie, kuna grade 6, 7, 8 wako pamoja na watoto pale sasa. Na pia ukumbuke vijana pia wanafaa kutahiriwa. Angalia wako na watoto pia kwa darasa moja. Hii ni kitu ambacho kuongea ukweli hawafanyi kwa mpangilio mzuri. Madarasa yako kwa sekondari mingi, lakini sasa wamewaacha huku hata pia mawazo mingi kwa head teachers. Haya hawafanyi vizuri. Wapate mwelekeo mzuri, na tukubali Kenya imeanguka. Mambo ya masomo imeanguka kwa njia moja ama nyingine, hawana mpango mzuri. Basi serikali itabidi ivute socks, warudishe mangoha. Haya basi mtazamaji, hawa wageni wangu aliyezungumza hivi sasa ni Rispa Mburu ambaye ni mzazi. Katikati tumekuwa na Joseph Kamau, mwalimu mkuu mstaafu wa shule ya Mwiki, na hapa karibu na mimi tumekuwa na Daktari Paul Wanjohi ambaye ni mkurugenzi wa shule ya Shapa. Asanteni sana kwa kuja. Anatumai kwamba watazamaji wamejifunza mengi. Hata mimi pia hapa nimejifunza mengi na nimejua shida iko wapi, na pengine wadau ambao wametazama hii leo watajua tatizo lipo wapi, ndio mianya ianze kuzibwa, ndiposa CBC itekelezwe jinsi inavyofaa. Na mtazamaji, basi kufikia hapo nampisha mwanahabari Mumbi Chege. Mumbi, samahani nilikuita Mumbi wa Mbugu. Mumbi wa Mbugu ni mwanahabari correspondent wa Nakuru County, na bila shaka samahani confuse jina, lakini Mumbi wa Mbugu, na kuachia usukani uweze kutujuza Wakenya wamesema Mumbi Chege. Leo kuna shida, unajua tuko na Mumbi wawili wa K24 na wa Kameme TV. Mumbi Chege, na kuachia mtazamaji, mimi ni Busara Nama, na asante sana kwa kuwa nasi. Na mwachia Mumbi, alafu baadaye atamwachia Brana Mwai, maana kikundi la Kimombo litakuwa linachukua sukari, na Evelyn Wangoya katika meza lugha ishara. Shukran sana mwenzangu Busara Nama, na bila shaka ni Mumbi Chege. Na hapa tunazidi kuangazia maoni na jumbe za Wakenya kuhusiana na mjadala wa siku ya leo, tukiangazia masuala ya elimu, mtaala wa CBC katika kipindi hiki cha kwanza, na tunazidi kutazama baadhi ya jumbe ambazo mnatuma. Na ukumbuke swali letu la siku tunakuuliza, je, unapendekeza mtaala wa CBC ufanyiwe mabadiliko gani? Unapendekeza mtaala wa CBC ufanyiwe mabadiliko gani? Tumeweza kusikia baadhi ya maoni kutoka kwa wataalamu mbalimbali, changamoto ambazo zimekumba sekta hii ama mfumo huu, mtaala huu wa CBC. Kwa hivyo tungependa sana kusikia maoni yako, usemi wako. Je, unapendekeza mtaala wa CBC ufanyiwe mabadiliko gani? Ni sekta ambayo imekumbwa na changamoto mingi sana. Kwa hivyo tunazidi kutazama jumbe ambazo unazotuma, na kumbuka kwamba tunaendelea kuwasiliana na wanahabari wetu ambao wamekita kambi sehemu mbalimbali humu nchini ili kuweza kuzungumza na Wakenya, tusikie maoni yao kuhusiana na mjadala wa siku ya leo. Tutakuwa tukiangazia maoni ya Wakenya. Kumbuka kuwasiliana nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii, upande wa Facebook Kameme TV Kenya, na pia K24 TV, pia upande wa X @Kameme TV Kenya, na pia @K24 TV. Swali letu la siku baada tunauliza kwamba unapendekeza mtaala wa CBC ufanyiwe mabadiliko gani? Unapendekeza mtaala wa CBC
ufanyiwe mabadiliko gani? Masharia Lawrence anasema huu mtaala wa CBC ni mwema kabisa, ila tu unahitaji waziri aliyekuwa kamili kwa kutekeleza ili upendeze wanafunzi na wazazi. Maoni yake Masharia, asante sana. Ken Walela Situma anasema CBC ni bure kwani inabagua kwa sababu iliwanyang'anya walimu wa P1 darasa la 7 na la 8. Kwa hivyo tumekosa ajira huku wenzetu wa degree wakifaidi hizo nafasi. Kingi Odada anasema kwamba CBC is one of the best education systems. The problem is how the government is funding and implementing it. Kingi, asante sana kwa maoni yako. Norman Mutaidhia anasema kwamba it seems government were not ready for this model. Asante sana. Princess Jo anasema kwamba huu mtaala wa masomo ni wa international schools, developed countries or even the countries with low rate of corruption were not only the only schools with standards will be benefiting, but even the less fortunate families, their children will be able to exploit their talents and skills through sponsorship provided. Aya, hizo ni baadhi za maoni kutoka kwa Wakenya ambao wanaendelea kututazama siku ya leo. Tunapozidi na mjadala wetu wa siku ya leo, tunaangazia masuala mbalimbali, moja wamo ikiwa kuhusiana na mtaala wa CBC. Je, maoni yako ni yapi? Ukiwa mshikadau ama ukiwa mzazi, maoni yako ni yapi jinsi serikali inaendelea kutekeleza mtaala wa CBC? Umeridhika ama ungependa mabadiliko zaidi? Tungetaka sana kusikia maoni yako. Hiki ni kipindi cha kwanza, tutakuwa tukiangazia masuala mbalimbali ikiwemo ufadhili wa vyuo vikuu. Tutakuwa na wataalamu mbalimbali ambao watakuwa wakielezea changamoto ambazo ziko katika serikali, yale ambayo yanakumba sekta ya elimu humu nchini. Kwa hivyo endelea kuwasiliana nasi. Kumbuka pia tuna wanahabari wetu ambao wamekita kambi katika sehemu mbalimbali humu nchini, wanaozidi kuongea na wananchi, wazazi, washikadau ili kuweza kufahamu zaidi shida iko wapi na ni mabadiliko yapi yanafaa kufanywa ili kuimarisha sekta ya elimu humu nchini. Kama nilivyo kuambia hapo awali, endelea kuongea nasi ama kuzungumza nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii, upande wa Facebook Kameme TV Kenya, pia K24 TV, na pia upande wa X ama ukipenda Twitter @Kameme TV Kenya, na pia @K24 TV. Kwa hivi sasa nitakuwa nikimpisha mwenzangu Brian Amwai ambaye atakuwa akichukua ushukani kwa kipindi cha pili na lugha ya Kimombo. Brian, ukiwa unanisikia? All right, thank you so much, Mumbi, for taking a look at what Kenyans are saying online. Now introduced in 2017 to replace the 844 system, it is a system that emphasizes on practical skills, creativity and competence. A system designed to better equip students for the job market and higher education. However, its implementation has been fraught with difficulties. Parents and teachers and all education stakeholders have a say 7 years later since its introduction. The train seems to have left the station, but is it on track or struggling to be on the rails? Tonight, we take stock of an education curriculum that has teachers gripped with anxiety, parents up in arms, students glued to their desks, and a government scratching its head, trying to convince everyone that this is the right direction and it is in the interest of the nation. Welcome to our continued coverage of the state of education as we take stock of the CBC implementation and the university funding model. All this in attempts to find a solution to pressing issues at the moment. My name is Brian Amwai. This is the state of education coverage here at K24 and at Kameme TV, and of course we'll be continuing this coverage here, speaking to different people, that is policymakers and also stakeholders that will be weighing in this conversation this evening. But first, I want to take you to our reporter Majibu Kisau, who is in Rongai at the moment, engaging parents on the ground to get their view
as far as the state of education is concerned, and specifically issues to do with the CBC. Majibu. Ni Amwai huyo kama sijakosea. Sasa Amwai, tumekuwa hapa eneo la Ongata Rongai tangia majira ya saa 12 tu kupata kuzungumza na wazazi eneo hili kuhusiana na hili swala nyeti la sekta ya elimu ama hali ya sekta ya elimu hivi sasa humu nchini, zaidi hapa tukizamia hili la mtaala wa CBC. Nimezungumza na walimu na pia bado niko na mwalimu hapa, wazazi pia wako hapa. Labda nianze nawe mwalimu. Ni wazi kwamba ukizuru wanafunzi kwenye madarasa ya gredi ya kwanza hadi ya 4, ni wazi kwamba walimu bado hawajui mahitaji ya mtaala huu wa CBC, kwa maana kwamba unaona kwamba mtaala huu unawahitaji wanafunzi basi kuweza kutumia vitendo muda mwingi. Je, hili bado linafanyika kwenye shule zetu? Zinafanyika. Unapigiwa simu, naomba ukati mwambie tuko hewani huyo. Asante sana. Ndo mambo ya live production. Haya, twende kazi. Asante sana. Okay, asante kwa hiyo swali. Naomba urudie tena kidogo tu. Wanafunzi wanahitajika kutumia vitendo sana, labda kama ni kukusanyika kwa makundi, kama ni kuchora. Je, hili bado linafanyika? Linafanyika. Naam. Na mimi huwa nafurahia hiyo CBC kwa sababu walimu wenye tuko nao mashuleni, tuseme kwa mfano kuna mzazi akasema eti watoto wanaitishwa kuku. Sidhani kama kuna mwalimu anaweza itisha mtoto kuku mzima, sababu tuseme darasa iko na watoto kama 34. Si unaona hizo ni kuku 34. Hiyo iwezekani. Vile iko ni kama kuna kitu inataka kufanyika kama hiyo kuku, huwa tunachangisha sisi wote, mwalimu na wanafunzi. Na ikiwa ni pesa mingi sana mwalimu anaitisha ni 20, tunachinja kuku moja kwa darasa mzima. Asante. Karibu. Huyo ni mwalimu amezungumza. Kuna mzazi hapa. Taarifa ni nyingi, tumesikia vifaa ambavyo wanafunzi wanaitishwa kutoka kwa wazazi wao. Kuna mmoja anasema ameitishwa mpaka kuku. Je, ni kweli? Na kama si kweli basi ni kifaa kipi ambacho wewe umeweza kuitishwa ambacho ni cha ajabu? Kitu yenye nimeweza itishwa ni material na makaa. Hiyo ingine ya mambo ya kuku sijaisikia. Pia si kweli. Bingwa, umeitishwa nini cha ajabu na mwalimu? I think naweza sema kwamba maybe kuku wakiendelea kusonga mbele, lakini ile ambayo naweza sema wanaweza kuitisha ajabu kufikia sasa hivi ni naweza sema nini? Picha, wanasema wanataka picha ya matunda. Mtoto amekuja late na hauna kompyuta kwa nyumba, na wamesema wa print fruits, wanataka matunda. So wanataka saa hiyo saa 1 ama saa 12 ukiingia kwa nyumba mtoto anakuambia mwalimu alisema twende na picha ya ndizi, avocado. Sasa utarudi town mbio uprint urudishe. Hizo ndio changamoto nizasema. Changamoto. Yeah. Naam, labda swali la mwisho kwa mwalimu. Niulize hivi, ni jumla ya masomo mangapi kwenye huu mtaala wa CBC? Takriban masomo mangapi? Ni kama masomo 12. Masomo 12, na huyu labda ni mtoto mwenye umri wa miaka 7 labda. Je, ukilinganisha umri wa hawa wanafunzi labda na masomo ambayo wanasoma, sababu kama ingekuwa ni mimi ule mtaala wa 844, sidhani kama na hiki kichwa changu ningeweza kukabiliana na masomo 12. Je, ukilinganisha umri na yale masomo ambayo hawa wanafunzi wanasoma, je, yanaendana ama kidogo wanalemewa? Mtoto hawezi lemewa. Kitu ya kwanza unaona, katika mimi kwa umri niko na miaka, ni venye tu naniona kwa sababu walimu watuzeekangi. Ukiona mwalimu amezeeka amebeba miaka. Sisi wakati wetu, wakati mimi nikisoma primary school, tulikuwa tunafanya hiyo masomo inaendelea kwa saa hii. Na hii masomo mingi yao si atiko kwa kitabu, ni kazi ya mikono. Kama tuseme sisi tulikuwa tunajenga hadi nyumba,
na ni hivyo kunaendelea. Ukisikia mzazi hapa anasema anaitishwa material. Material ni kwa sababu huyo mtoto wako ajue kujishonea nguo. Sio lazima mtoto akirarukiwa amkie shule kama vile nilikuwa tunaona awali. Kijana amerarukiwa zimewekwa marembeko hapa nyuma mingi zaidi. Lakini kwa sahihi mtoto wa CBC akiitishwa hiyo material anaenda anararua alafu tena anabandika vizuri. Huwezi ona hiyo mabandiko. Shikilia wazo lako. Ni mwalimu huyo, lazima azungumze kama mwalimu. Nina wazazi upande huu mwingine, bila shaka kama mwelekezi ataniambia kwamba wako tayari, ambao pia vile vile ningependa sana wachangie gumzo hili. Je, unasemaje? Haya. Niendelee na hapo sawa sawa. Haya, naomba tuko sawa. Je, labda nikizungumza na mzazi mmoja, kuna mmoja ameingia hivi sasa, labda kama nitaanza naye huyo ambaye amevaa koti jekundu hapo. Nianza na wewe mamangu. Je, unadhani kwamba huu mtaala wa CBC umemsaidia vipi mtoto wako, ama kidogo bado kuna changamoto na mapungufu yako wapi? Okay, nikiongea kidogo naweza sema kuna hizo changamoto na pia bado kuna zile zinasaidia mtoto. Okay, kama sisi tulikuwa tunasoma hapo kitambo, tulikuwa tunajua mambo ya kujishonea. Watoto wenye wamekuwa siku hizi wamekuwa hawako na hizo mambo. Kumaanisha mtoto hata nguo yake ikiraruka haezi jishonea. Kama ni kalamu, kuna wale pia hawajui kusharpen. Place yenye wanakaa wanaweza kukosa kusafisha hiyo mahali. Lakini sasa vile CBC imekuja, naona bado kama wazazi tunasaidika, ni kwa sababu mtoto anajua kujitegemea yeye mwenyewe. Tena kuna mambo ingine, mtoto anakuwa active. Anakuwa active vipi? Sio kama wakati masomo ilikuwa tu ni kuandika throughout. Sasa kuna hiyo kazi ya kuandika, kuna kazi ya kufanya kwa mkono. Kwa hivyo kumaanisha akili zao zinakuwa zimechangamka kila wakati. Na watoto wanaweza kuanzia wakiwa wadogo vile wanaanza hiyo CBC, wana grow mtu akijua kujitegemea yeye mwenyewe. Huyo mtoto anaweza jua kujipikia, anaweza jua kujioshea nguo, mahali anakaa kama ni kitanda anajua kujitadikia. Asante, umezungumza vyema sana kuhusiana na vile ambavyo wanafunzi hao wanaweza kujitegemea. Labda nikuulize, changamoto ni gani? Kwa maana kama tulivyosema hapo awali, palipo na changamoto ama palipo na dhoruba shwari pia ipo. Wewe umezungumza vyema kuhusiana na zile ambazo unasema kwamba ni manufaa mema. Labda changamoto ziko wapi? Changamoto sasa ile inaweza patikana ni saa ingine huyo mtoto ametoka shule, mzazi yako kazi, ameitishwa kitu yenye haipatikani kwa nyumba. Hiyo ndio inaweza kuwa changamoto. Kabla mzazi akuje tena ajipange, mtoto apate hiyo kitu ndio aweze kwenda nayo shule siku hiyo ingine, hiyo ndio inakuwa changamoto. Lakini kama hiyo mambo inaweza pagwa vizuri, ikuwe kama ni kwa syllabus, mtoto anajua tukifika wiki fulani tunafaa kufanya hivi, hiyo mambo inaweza kuwa mzuri. Asante, labda upatie mwenzako kipaza sauti hapo kando yako, labda pia vile vile tueleze, labda awali alituelezea changamoto ambazo anakumbana nazo, mojawapo ikiwa ni kuitishwa baadhi ya vifaa kuchelewa zaidi. Je, ni vipi mnaweza kukabiliana na changamoto hizi miaka kadhaa baadaye? Changamoto yenye tunaweza saidiana ni ya kwamba walimu wakitaka vitu tunaitishwa na mapema. Wanaandikiwa kitu kama barua, tunaletewe mapema. At least tunajitayarisha mapema. Hiyo itakuwa at least tunaweza provide everything. Asante, labda ukipatia mwenzako pia vile vile. Mwalimu alizungumzia swala la kwamba hawa watoto hawawezi kulemewa na masomo. Masomo ni takriban 12 kwa mwanafunzi mwenye umri wa miaka 7. Labda kwako wewe kama mzazi, je, unadhani kwamba mtoto wako anakabiliana vema na haya masomo yote, na kama amepatiwa kazi na mwalimu, kazi ya kufanyia nyumbani, nasema ni homework, huwa anekamilisha kwa wakati ufao?
mimi kusema kweli, kama wazazi wale ambao tunaishi kwa town, kwamba kuna changamoto. Unajua mtoto kama chakura hata akiambiwa ati asome nini hawezi soma kitu yoyote. Kwa hivyo mimi sijaona mahali input ya serikali imeweka mambo ya chakula, kwamba mtoto kabla achaingia mambo ya masomo chakula amekuwa amepangwa namna gani. Mwalimu anapelekewa mtoto asomeze, mtoto akonja atapita mtihani gani, atasoma nini hapo, hata kama ni CPT ama nini hiyo mnaongea. So imekuwa changamoto kubwa kwamba serikali ijaweka mikakati kwamba mtoto anastahili kufanya nini ndiye aelewe mambo ya masomo. Kwa hivyo bado changamoto hiko, watoto wengi shuleni wako na njaa, asikii mambo. Serikali itabute namna ya chakula kwa mashule kwa hawa watoto ambao wanatoka jamii maskini. Asante. Asante. Na niulize, labda kuna baadhi ya masharti ambayo yaliweza kutolewa na Wizara ya Elimu kuhusiana na zile shule ambazo zinaweza kuendelea kutekeleza ule mtaala wa CBC. Na kama nitanukuu tu, moja wapo ya masharti ni kwamba wanaoweza kutekeleza mfumo huo, kwanza ardhi iwe ya kutosha. Shule ambazo ziko maeneo ya mijini kama hapa tulipo kaunti ya Nairobi, angalau iwe na ekari 1, na zile shule za mashinani iwe ni angalau ekari 4 mpaka 6. Nikipiga darubini yangu hapa Nairobi, sidhani kama kuna shule nyingi ambazo zina zaidi ya ekari 1. Je, hii inaathiri vipi masomo ya watoto? Sasa hata wacha vile unasema ati mambo ya eka. Sisi hatuna masule ya kutosa. Wacha mambo ya eka. Eka hata umeenda mbali. Mahali pa shule watoto, ukiangalia kama wodi yetu ya mahali ambao Rongai, tuko na shule moja ya primary. Ile nyingine tunaendelea kushughulikia na hatujui itaisha lini. Kwa hivyo bado tuongee mambo ya mashule, mambo ya shule kwanza kutoza ni shida. Mambo ya samba kupatikana ni shida. Kwa hivyo ni serikali iweze kuchukua ujukumu. Sababu nchi yoyote ambayo inataka kuendelea ni ile nchi ambayo itaweka masomo. Masomo ndiye itakutanisha tajiri na masikini waweze kukaa. Kama sio masomo hakuna mahali tajiri na masikini anaweza kaa. Asante, mzungumza vyema. Labda upatie mwenzako kipaza sauti hapo kando yako pia vile vile aweze kutueleza swala hili zima. Je, ni vipi unaweza kukabiliana na changamoto hizi za mtaala huu wa CBC? Dakika ama sekunde 30 tu. Vile tumesema mwanzo, tulikuwa tumesema hii mambo na CBC kuna mambo mingi sana katika hii nchi ya wameleta chuzi. So ile 844 ilikuwa rahisi kuliko ya hii ya CBC. CBC ni ngumu, na kama hujajiweza kifedha hawezi ukasomeza mtoto CBC. Vile mwenzangu amesema hapa, mambo na shida na chakula nini, iko shida kweli. Kwa sababu tazama mtoto ametoka shule jioni, hiyo masomo amepewa homework ni mingi na bado kumaliza hata ni shida. Asante. Labda kwa dakika moja pia mwenzako hapo kando ambaye hajazungumza, sekunde 30 tu, maoni yako. Okay, nashukuru sana. Kwanza sijajua jina yako, kwanza nafaa kunifahamu jina yako ndio niweze kuzungumza. Mambo ya CBC naweza sema kwanza, kitu ya kwanza tunashukuru serikali kwa sababu nimesikia mwenzangu akisema hapa mambo ya chakula. Kama juzi kumekuwa na hiyo mambo ya pay bill ya shule, wanapewa mambo na saa, na kuna ile pay bill wamepewa unaweza lipa kama mzazi kupitia hiyo pay bill. Unalipia mtoto wako. Na nafikiri ni shilingi 5. Sasa sijui kama kuna shule zingine zilipisha zaidi. Changamoto la pili naweza sema, okay, hiyo nashukuru serikali kwa hiyo. Changamoto la pili naweza sema ni mambo ya homework. Naam. Homework ni kitu inafaa itiliwe maanani sana. Sababu wewe unasomesha mtoto lakini Naam. Mtoto akikuja jioni nakwambia hajapewa homework. Sijui kama ni walimu, ni kuzembea kwa walimu ama sijui. Naam. Lakini naweza sema watoto wengi wanakuja nyumbani bila homework. Naomba ushikilie wazo lako. Tutarudi tena baada ya msoko mrefu. Mnanipeleka mbio sana jamani. Kikao kimepamba moto lakini haina neno. Tuelekee studioni. David Kagina, kazi kwako. Baada ya muda usoko mrefu tutarejea hapa. Tuko location kabisa eneo la Rongai, kaunti ya Kajiado. Kenyans have grappled with the rising cost of higher education
Now, a new funding model is poised to reshape the landscape of tertiary education. This model, while intended to make university more accessible, has sparked heated debates and controversy as well as concerns. As we continue the conversation of the state of education in the country, we delve into the intricacies of this controversial topic. With me are three panelists whose contribution will give the broader implications of the new university model as we interrogate new university funding model, even as we interrogate whether this is a step in the right direction or a misguided experiment. Just a little bit of history. This Monday, which is September 16th, President William Ruto appointed a member committee which had 129 members to review the new university funding model, chaired by Professor Japheth Micheni Ntiba. Now, the committee is four-pronged. There is a working stream that is set to review the refinement of the new funding model. There's another that is dealing with appeals arising from the categorization of students into various bands for allocation of scholarship and loans. There's also another work stream which will work on the structure of student loans being led by Robert Oduor. And we also have the last stream which is now working on the review of the cost of university and academic programs. The committee will work for 2 months and will be reporting directly to President William Ruto, of course, through the Cabinet Secretary Education, that is Julius Ogamba. And now the appointments come shortly after the CS Education appealed to university student leaders to call off a nationwide strike that was set and planned to happen on September 9th. And now they were protesting, the students' leaders were to protest against the university funding model. And among the issues that will be looked into is the means testing instrument, MIT, which is used to categorize the students into various bands, where students say that though they are needy, some are placed in the wrong bands. The committee will also look into the current interest rates of student loans and penalties, as well as repayment periods. Now, this evening, we will explore the questions that have been in everyone's mind regarding the new university funding model. We will also hopefully get a whim of the trajectory in which leads to the right direction matters new funding model. This afternoon as well, we've had the CS Education appear before plenary parliament. And among the issues that he's mentioned is that the mean testing instrument, MIT, used to place the students in the various bands of the universities, has been enhanced, and now it's set to capture broader socio-economic factors and increase accuracy. Among the issues that have been encompassed, or rather included in the MIT, are the number of children per household, which were not there initially. We also have agricultural programs that the family or the household is engaging in, as well as parents' level of education. The CS has also been keen to mention that the government has kicked off public participation and sensitization to ensure that everyone understands what is entailed in the new university funding model. And this evening, I'll be joined by panelists who've been part of the push for reforms within the funding model. Some being university leaders and some having been in the space for quite some time. But before that, we're going to be heading over to the studio for news and coming back for that discussion. Be sure you remain intact and don't stay far.